Lakini sasa hivi jamii hainiangalii, wanawake nyumbani wananikimbia, wanitaki kabisa. Wananikimbia, wanaita chizi. Msukule sijui umetokea wapi, walikopo kakimbia kabisa nyumbani kwao. Mlikuwa mnakula nini wakati huo? Kula unga na kutafuna maji. Tumeshashuhudia stori nyingi sana za watu ambao wanakufa na kufufuka. Na leo hii pia tumeweza kukuletea stori ya namna hiyo. Ongozana na mimi mwanzo hadi mwisho ili tukapate kufahamu ukweli. Kuna watu ambao wanakutazama sasa hivi wanatamani kujua majina yako, mkazi wa wapi na una umri gani? Mimi Mohamed Asmani, nilizaliwa Mvumi, Dodoma. Okay. Sasa kuna kisa ambacho tulikisikia kuhusu wewe na ndio maana tukaona tukutafute ili uweze kutusimulia. Unaweza kutupa historia yako kidogo? Historia yangu, walinichukua watu kunipeleka ndani, wamenigeuza msukule. Kwa hiyo badala hapo wakanitoa nje, nikawa naonekana wenzangu wananikimbia. Kwa hiyo ndio sababu ile kukwepo ndio hiyo. Hapo yani kila binadamu wenzangu nikaona wananikimbia. Kwa nini mwanzo ulikuwa unaishi vipi na hao binadamu? Yani ulikuwa unakaa nao, ulikuwa unaishi vipi yani? Nilikuwa naishi kawaida tu kama binadamu wenzangu. Ila badala kunichukua kunifanya kama msukule, kwa hiyo ndio binadamu wenzangu wananikimbia. Hataki kukaa na mimi. Na wewe kabla hawajakuchukua msukule ulikuwa labda unaumwa labda au ulikuwa nilikuwa naumwa. Badala kuumwa, matokeo yake nimefichwa kabisa, sionekani. Kwa hiyo na kipindi umechukuliwa msukule, wewe ulikaa huko kwa muda gani au haukujua ni muda gani? Au ulijua muda gani nimekaa? Kwa hiyo kipindi hicho haukujua ni muda gani yani ambao ulikaa? Sijajua. Mlikuwa mnakula nini wakati huo? Kula unga na kutafuna majani. Na ulikuwa peke yako au mlikuwa wengi? Ulikuwa kama watatu. Ulikuwa kama watatu. Na nini ambacho mlikuwa mnakifanya tofauti na kula unga na nini ambacho kingine mlikuwa mnakifanya? Kingine tunalimishwa tu mashamba. Mlikuwa mnalimishwa ajabu. Uelewe. Tunalima mashamba watu makubwa. Rudi majumbani kwetu kiajabu tunachoka. Lakini haukuwahi kujuaga kwamba nani ambaye alikufanyiaga hivi? Sijawahi kujua. Kwa hiyo sasa familia yako yenyewe labda ilizungumziaje hilo swala familia yako? Hiyo familia yangu ilikopo na fuatilia kutaka kujua ni nani alifanya kitendo hicho. Kwa hiyo ila familia yako haikuogopi, hawakimbii au familia yako hawakimbii? Kipindi unakufa ulikuwa na mke na mtoto au ulikuwa una? Nilikuwa sina kipindi. Ulikuwa una mke wala mtoto? Kwa hiyo uliumwa kwa muda gani? Niliumwa kama mwaka. Ukaumwa mwaka. Na ulivyoenda hospitali ulikuwa unakuta una nini? Yani nilipoenda hospitali wakapo gundui kitu. Naenda hospitali na kuwa na nguvu kwenda hospitali, nikaenda kule maradhi yanaonekana. Kwa yani vipimo vilikuwa havionyeshi. Havionyeshi vipimo. Kwa hiyo siku inatokea hilo tukio, yani wewe ilikuwaje yani pale, na ulikuwa sehemu gani wakati hilo tukio linatokea? Yani pale sasa unazima na nilikuwepo nyumbani tu, nimekaa tu na nimejistukia nimeanguka kwenye kiti, nikaanguka chini. Kwa ulivyoanguka pale kwenye kiti ndo ulipokuja kushtuka ndo ukajikuta kwamba haupo sehemu ambayo haukuwa unajua ni sehemu gani. Uko sielewi. Na huko labda hamna mtu labda ambaye na huo unga labda unasema mnakula unga. Huo unga nani anakuwa anawaletea? Mtu alikuwa anatuletea huo unga. Kwenye huyo mtu hamkuwahi kumshika labda sura? Hajai kumshika. Hatumjui. Wazazi wako wote wawili bado wapo? Wazazi wangu wawili kabaki mmoja hayupo. Kabaki nani? Kabaki mama. Kwa mama hayupo na wewe? Yupo. Na una ndugu zako labda? Na wadogo zangu wawili. Wadogo zako wawili. Ni katika familia yenu kuna kitu kisha kitokea cha namna hii? Hajawahi kutokea. Ni kwanza mimi tu peke yangu. Wewe ndio ulikuwa mara ya kwanza? Na baada ya kukutokea sasa wewe ulikichukuliaje sasa ni baada ya kuwa kimekutokea? Wewe kunitokea wazazi wangu
walihangaika kina mjomba, mama, wamehangaika mpaka kunijua yangu ikoje. Ila wamegundua mambo ya ushirikina. Kwa kumbe sababu ya kurudi hapa, yani sababu ya kurudi kuwa katika mwili wa uhai sasa ni baada ya ndugu zao kukushughulikia kutembea. Unahisi walienda sehemu gani labda, au walivyokuambia walienda sehemu gani mpaka wakaweza kukusaidia? Walienda Dodoma huko ndani kwa mtaalamu mmoja. Ndio mpaka nikawa nimerudi nyumbani, hali yangu kidogo afadhali. Lakini haukumbuki ulikaaga muda gani, au wenyewe hawakukwambia? Sijajua muda gani nilikaa. Kwa sasa hivi una umri gani? Sijui umri wangu jinsi nilivyo na miaka mingapi. Sielewi. Unahisi ni kwa nini hauelewi umri wako? Wamenichanganya hao Waswahili. Kwa hiyo hapa sasa hivi unaishi na nani? Sasa hivi nakaa na babu na bibi. Niko naye. Kwa nini ukae na mama yako? Mama yeye yuko huko Dodoma mbele huko kabisa. Sasa hivi umeoa? Sijaoa bado. Kwa nini hujaoa? Yaani kila nikipata mwanamke akisikia story yangu hawataki, wananikimbia. Wewe hiyo hali inakutesa kiasi gani? Inanitesa sana. Sababu maisha sasa hivi natakiwa uwe na mwanamke nyumbani. Akusaidie. Na watoto ulikuwa nao? Watoto sina. Je, sasa kwa nini haujawahi kufikiria labda uende sehemu nyingine hata nje na hapa, uende ukatafute mwanamke labda nje za hapo nyumbani? Sijaweza kutembea kwa sababu vijiji vingine huko sipajui kabisa. Sina muda mrefu hapa Dodoma Mvume kuishi. Kwa hiyo nimezaliwa pale, lakini nikopo sipo kabisa, nikopo mikoa mingine. Kwa hiyo ndo maana hawanielewi wasichana wa huko wengine, au sijui vitongoji vingine wana tabia gani. Kwa hiyo nimeshindwa kupata mke. Na ulivorudi nyumbani sasa, ulipofika kwa mara ya kwanza umefika nyumbani, je, ilikuwaje? Mtu simulie ilivyokuwa. Ni sasa yani nyumbani nilipofika nimestukia niko nyumbani. Kipindi nilipopotea nilikuwa kama kitu fulani kimekuja tu, lakini nilikopo sielewi nimefika aje nyumbani. Yani kila mtu ananishangaa, huyu karudi alikuwa wapi? Kwa hiyo ndo kitu ambacho kilinitokea hiyo. Na ulisha kukushangaa, hawakukuogopa labda? Wameniogopa kwa sababu kwa muda mrefu nilipotea. Hawajanielewa niko wapi. Walinitafuta hawajaniona. Kwa hiyo binadamu wenzangu wananikimbia, wananiogopa. Ila familia yako ndo hawakuwa wanakuogopa kwa sababu wenyewe ndo walikuwa wanakushughulikia ili uweze kurudi. Kwa hiyo ulichukuliaje ile hali ya watu kukimbia? Yani ulichukulia? Nilikuwa nachukulia vibaya sana. Sababu ni binadamu wenzangu hapa wananikimbia. Kwa najisikia vibaya sana. Unawaambiaje jamii ambayo inakutizama sasa hivi? Jamii ambayo inanitizama, tuepukane na watu wabaya. Sababu mimi nilikopo najielewa, mtu kaja kumtengeneza ambao tofauti kabisa. Kwa hiyo tuogope sana binadamu. Kwa pengine kama asingekufanyaje sasa hivi ungekuwa vizuri kabisa. Ningekuwa vizuri na ningekuwa na familia yangu na ningekuwa nimeoa. Lakini sasa hivi jamii hainiangalii, wanawake nyumbani wananikimbia, wanitaki kabisa. Wananikimbia, wanaita chizi. Msukule sijui umetokea wapi, walikopo kakimbia kabisa nyumbani kwao. Hayupo. Leo katokea ghafla. Na ulivyosimuliwa uliambiwa kabisa kwamba ulikufa kabisa, walikuzika kabisa? Nimesimuliwa. Ila mimi mwenyewe kwa sababu nimerudi kiajabu pale nyumbani. Nikupo kipindi kingine machozi yananitoka tu nalia. Nikikumbuka hiyo story ambayo ni hadithi ya binadamu wenzangu. Kwa nini sasa usitoke uende kuishi sehemu nyingine? Inabidi nitaondoka. Kiyo najisikia vizuri kidogo, afya imerudi, nitaondoka pale nyumbani. Nitaenda sehemu nyingine. Bado watu hawajakuzoea. Hawajanizoea bado. Kwa hiyo nawe haujajuaga kabisa kwamba nani ambaye hajuaga kabisa ni nani kafanya hivyo. Je, hujawahi kuhangaikaga labda
labda hata kwa mashehe, labda sijawahi kuhangaika kwa sababu ni ndugu zangu ndio wako nahangaika, mimi nikupo sijielewi kipindi hiko. Kwa sasa hivi wewe maisha yako unaishi vipi? Yani maisha hali yako ya kiuchumi ikoje? Hali yangu uchumi, kwa sababu nimerudi kwa muda huu, mtu anakuja ananipa 500 buku, ndio maisha yangu jinsi yanavyoenda. Wale ambao watu wana imani. Na kwa muda mrefu mwenzetu alipotea kimaujiza. Wewe unajishughulisha na nini? Sasa hivi najishughulisha na kwenda shambani tu huko, mtu kanipa kibarua cha buku, naenda na nalima. Kwa mama yako unaenda kumsalimia? Mama yuko mbali, tangu nirudi alikuja siku 2 tu basi kuniona. Yuko mbali, kwa hiyo sijapata nguvu ya kwenda huko. Lakini ndugu zako wanakuja kukuona? Ndugu zangu wanakuja kuniona. Je, ndugu zako hawakubagui labda kukunyanyapaa pengine kutokana na kitu kilichotokea? Wengine wana roho tofauti wananinyanyapaa, lakini kaka yangu anakuja ananiona. Ananiona, labda ananichotea maji, ananiandalia na koga. Nafanya na mambo mengine, labda kuna nguo chafu ananisaidia nafua. Basi. Kwa sasa tupe historia ya kuanzia ulipoanza kuumwa. Ulikuwa ukianza kuumwa nini ambacho kilikuwa kinakuuma zaidi? Sana iko kinaanza kuniuma kichwa. Ndio kinanichanganya, ni kichwa kinaniuma sana. Matokeo yake yani nazolewa tu, naanguka na nazolewa. Wananibeba watu. Kwa kunionea huruma. Sema mbona anaanguka, baadaye ndo nimechanganikiwa kabisa, nikaanza kuondoka sehemu ambao wamenichukua watu, sielewi niko sehemu gani. Pole sana. Lakini akili zako unazo kama kawaida yani? Sasa hivi akili zimerudi. Sasa hivi akili zimerudi, ziko sawa. So kama zamani. Zamani niko sky. Na yani ikifika muda yani sionekani, yani mtu anashangaa, mtu fulani tulimuona lakini sionekani, kimaigiza tu, sionekani kabisa. Sasa wewe mjaribu kuelezea hii hali, inawezekanaje kwamba watu wanakuzika kabisa lakini wewe unasema kwamba wewe haukuzikwa bali ulijikuta tu kwamba umewekwa sehemu fulani ambayo haukujua ni sehemu gani? Wewe elezea wewe. Watu wakanichukua wanaweka sehemu ambayo sielewi. Nilijikuta tu niko sehemu. Lakini huku nje ulipokuja kuulizia alisema alikuzika. Walinizika. Unalijua kaburi lako? Nalijua. Naweza kaenda kutuonesha? Naweza kutuonesha. Mpenzi mtazamaji wa Iconic, nini maoni yako? Tuandikie kwenye comment na sisi tutayapitia. Asante kwa kutazama, na mimi ni Justin Barabara. Usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata video zetu, na utakapofanya hivyo basi utakuwa umetuoneshea upendo mkubwa sana. Asante na karibu kwa video zijazo.